Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi nyote mnayofuatana nami katika saa na majira haya. Hii ni Mobile Church, saa ya ufahamu na maarifa, nami ni mchungaji Adam Kiwia, na siku hii ya leo nitasema nawe kwa habari ya kusimama imara. Ikiwa ni mara yako ya kwanza unafuatana nami kwa habari ya Mobile Church, andika neno pamoja, tuma kuja kwa namba hii ya 0755 na utapata maelekezo ya kina kwa habari ya huduma za Mobile Church na ni kwa jinsi gani tunaweza kukuhudumia mahali popote ulipo katika nchi ya Tanzania. Endapo kwenye mitandao ya kijamii, mtandao wote ulipo, tafuta neno Mobile Church Tanzania, basi shiriki pamoja nami kushare, kulike, kucomment kadri Roho wa Mungu atakavyokuongoza, ili watu wengine nao wafikiwa na Injili, waokoke, wamjue Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunapoangalia somo la siku hii ya leo, simama imara, maandiko katika kile kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 na mstari wa 1, Biblia inasema, katika uungwana huo Kristo aliwaandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Mungu akupe neema, wewe ambao umekwisha kuokoka, kusimama imara hasa katika nyakati hizi. Anaweka wazi kabisa, simameni imara kwa kuwa Kristo Yesu alikwisha kuwaweka huru, wala msinaswe tena katika kongwa la utumwa. Utumwa ni kitu kibaya sana, kwa kuwa mtumwa hana mapenzi yake, na Biblia inaweka wazi kabisa, atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, bali aliyekwisha kumjua Kristo Yesu ameondokana na utumwa huo wa dhambi, amewekwa huru, amenunuliwa kwa thamani kwa damu ya Yesu Kristo, ili apate kuzitenda kazi za Mungu aliye hai. Mtu huyo analo tumaini, anao ujasiri, anayo nguvu katika Kristo Yesu, sawasawa na Isaya 41 na mstari wa 10. Biblia inasema wazi kabisa, usiogope, maana Mungu yuko pamoja nawe, atakutia nguvu, atakushika kwa mkono wa haki yake. Hivyo wewe uliyekwisha kuokoka hauna haja ya kuwa na hofu ya kitu chochote chini ya mbingu.